Aisee maskini. Lakini mbona mkeo alikuwa anaonekana ni kama mstaarabu hivi? Ishu sio ustaarabu, ishu mwanaume. Hakuna mwanaume anaweza kuwa na mwanamke mmoja. Aisee maskini. Inamaanisha ukimwoa huyu hapa bi mdogo tutakula ubweche kama uliofanya kwa bi mkubwa. Ishu inaenda kimya kimya. Ila kikubwa kama mchele utakuwa unakuja hata pale kwa bi mdogo kula. Si ishu mchele utakula. Kama ubweche safi, kama ubweche utakuwepo safi. Aisee noma. Na kingine kitu kibaya zaidi. Bi mkubwa hajui kupika. Na mbaya zaidi pia hata kwenye yale mambo yetu hamna kitu. Aisee, hata yale mambo hayawezi. Sasa nini maana ya yeye kuolewa sasa? Kwa hiyo ulikuwa unafanya wapi? Basi. Aisee. Kingine mboneke. Ufanye uoe. Unajua sisi wana TAG mke mwema anatoka kwa Bwana. Kona subiri mke mwema nipate ili niache ishu za kuchepuka chepuka kama wewe. Umeona? Ushaanza kuzingua sasa. Unachepuka. Unazingua. Kuchepuka chepuke yeye afu aanze kutukasirikia sisi. Unachepuka. Una uhakika hata tuchomesha? Lakini ndugu yangu, na uhakika 100% hawezi kuchomesha hata kidogo, kwa sababu jamaa anapenda pesa. Yule pale nakuja. Viongozi, nini tena wakati mimi naandaliwa chakula kule nile cha mchana mnanitaita? Kuna shida gani viongozi? Kuna mchongo ndugu yangu. How are you? Shalom. Unaonekana ni mkarimu. Sisi watu wa Mbeya wasafu wa sisi. Aya. Sasa ndugu yangu, sasa sikia, sogea karibu ndugu yangu. Unakikumbuka hiki kiwanja? Hiki kiwanja hiki hapa? Yes. Kiwanja kina migogoro hiki, unasikia kiongozi? Mpaka serikali kaingilia kati. Hiki kiwanja hakiuzwi. Miaka 4 saizi inaenda. Kiwanja hakiuzwi. Hatari. Unasikia mpaka migogoro ikiwa inafanyikia. Mimi si jirani, nasikia ndani, lakini pia mpaka walinzi wa hiki hapa kiwanja wanalala nyumbani. Sasa sikiliza ndugu yangu, achana na hayo yote. Hapa hiki kiwanja tumepata mchongo, kuna mtu anataka kukinunua milioni 50. Sasa tunataka tumuuzie hiki kiwanja. Kwa hiyo wewe yako unachukua 5. Yaani katika milioni 50 yangu milioni 5. Milioni 5. Naombeni mniache. Njoo basi. 10 basi. Hapo sawa. Hapo tutaenda njia sawa. Mkienda Galilaya nipo. Mkienda Yerusalemu nipo. Hapo sawa kiongozi. Sawa. Sasa ndugu yangu, sisi hapa hao wateja ni wanawake. Hao wawili. Sasa walichokuwa wanahitaji wapate mwenyeji wa hili eneo awepo pia wakati awepo wakati tunamuuzia kiwanja. Sisi hapa tunachohitaji wewe uparticipate vizuri. Ongea Kiswahili. Ujihusishe vizuri. Sawa? Ndio. Sasa hao wateja wanahitaji wampate mwenyeji wa hili eneo ambao sisi tumeona ni wewe. Kwa sisi hapa tunachohitaji ni wewe ufunge bakuli mdomo. Usiwaambie kama hiki kiwanja kina nini, kina migogoro. Okay, sawa, haina shida. Sisi tumeelewana? Ndio, lakini mnaipa milioni ngapi? 10. Milioni 10. Ndio. Sawa. Twendeni huko. Na matatizo? Haya. Shoga yangu, kiwanja ni kikubwa, ni kizuri. Alafu umepangana matajiri wote. Wewe upo katikati. Yaani nakwambia shoga yangu nimefurahi. Unajua nimefurahi. Kwanza kiwanja ni kizuri, kikubwa, kina space kubwa. Yaani sikutegemea kama napata kiwanja kama hiki. Mimi niseme tu kwamba hiki kiwanja ni dhahabu. Nikichelewa kidogo tu wanakibeba watu wengine. Yaani hapa ni ndani ya dakika 0. Tunaongozana mimi na nyie kwenda kwa serikali za mtaa. Kikubwa tu hati za viwanja ziwepo. Tunalipa pesa hapo tunamalizana. Wala usijali. Hapo kwenye hati ya kiwanja tutaipiga mpaka lamination. In short, nimetoka kupokea SMS sasa hivi. Kuna mteja mwingine anataka kuja kukiangalia. Kwa kama ndugu yangu alivyosema hiki kiwanja ni dhahabu, mkichelewa mtakuta hakipo. Kwa ni nyie kuwahi kuja kukilipia. We, usiniambie. Yaani ndani ya dakika 0 tunafanya miamala. Hapo.
Ila kwa dai kukuta kiwanja kizuri kama hivi kimebaki akijanunuliwa, hakina mgogoro kweli hiki? Hakina migogoro. Hakina. Hapo kwenye migogoro nimekumbuka kitu. Hiki kiwanja kina migogoro. Familia kwa familia zinagombaniana iki hapa kiwanja. Mpaka serikali sasa ikaamua kuingilia kati. Hiki kiwanja hakuna kuuzwa. Halo. Inavyoonekana nyinyi mlikuwa mnataka mtuuzie mbuzi kwenye gunia. Hapana, sio hivyo. Mimi ni jirani, mimi nakaa nyumba hii hapa, sawa? Nyumba hii hapa ndo nakaa. Hiki kiwanja kina migogoro. Tuondoke rafiki yangu, wapuuzi sana. Mpaka walinzi wanaolinda hiki kiwanja wanakaa hapo nyumbani kwangu. Sometimes wanalala. I say. Nyinyi wapuuzi kumbe. Hebu tuondoke rafiki yangu. Unatutukana sasa. Nani wewe? Wewe kwani unaambia hivyo tena? Uniharibu hapa. Wewe tumekubaliana kwamba tunawaleta hapa wateja. Usiwaambie kwamba hiki kiwanja kina migogoro. Si tumekubaliana hivyo? Kwani wamesikia? Sasa wamesikia hapo, unaweza kwani unaondoka hapo? Tushapoteza milioni 50 hapa. Sasa jirani gani wewe? Yaani tulichokuambia ndio umekifanya tofauti kabisa. Maskini. Friji langu bovu. Yaani aligandishi chochote. Zubeli, oya, kama Sharukani vile. I say. Ndio huyo nini? Sema nini? Oya, ni pisi kali. Shem. How are you? Shalom, shalom. Samahani kidogo. Kuja nizashikia. Mbona hiki? Mbona unaharibu sasa? Mimi siwezi kukuharibia, saizi mimi najielewa. Lakini yule pale si ndo bi mdogo uliyesema ndo unataka kumuoa? Hapana, sio yule yenyewe mchepuko tu. Pale kunyana na mimba. Kuona mnyenga hapa ajifungue. Akijifungua tu mtoto wa kike anapiga chini naye. Zubeli mzee wa totos. Oya, ungekuwa kule TAG kwetu, tungekufananisha na Mwamba Suleiman. Alikuwa na masulia 300. Noma. Acha makelele sasa. Wewe unaenda hivi? Nenda hivi. Nataka nimwage shemu. Wewe nenda zako tu. Vipi tena? Nataka nimsalimie tu shemu. Wewe nenda mimi. Nimsalimie kidogo. Mbona hiyo nenda tu. Shemu. Shemu. Nataka nimsalimie shemu, tayari ashaniona. Shemu. Na. Shemu, mambo kwa mara nyingine tena. Once again. Sema na wewe jitahidi kuzaa mtoto wa kiume. Si nimesikia una mimba? Unaharibu hivyo. Hamna bwana, mimi siwezi nikamwambia kama hapo nataka umchezee tu endapo akizaa mtoto wa kike bwana. Sina, lakini umeoa ndugu yangu. Shem, umesemaje? Shem, nasemaje? Yeye anadhani mimi eti ndakwambia wewe kwamba nataka kuchezea endapo tu kizaa mtoto wa kike. Maana ana mke huyo amezaa watoto wa kike wengi. Si yeye ameoa na unaona? Usimsikize. Bibi mtulia kwanza. Usimsikize. Sema unachokiongea hapa unamaanisha? Hivi nilikuwa naenda wapi? Huku au huku? Anyway, see you couples. Baby. Unasikia bibi? Niache. Subiri, kumbe ni mshenzi kiasi hiko. Uko hapa unadanganya unanipenda, sisi tutakuoa, sina mahali kibao. Kumbe unadanganya Mzuberi. Kumbe umeoa, una watoto na bado uvokuwa una haya wewe mwanaume. Eti unapima hadi jinsia za watoto kwamba nikizaa mtoto wa kike unitaki. Baby. Wewe ni shetani kiasi gani Zuberi? Usimsikilize yule baby. Usinishike Zuberi. Na nakwambiaje? Kuanzia leo nimetokea kukuchukia wewe mwanaume. Na sitaki unitafute, sitaki unijue kuanzia leo. Na hii mimba yako naenda natoa. Sasa kuhusu mimi.
mshikaji amekuwa kichomi. Na tunavyoelekea, hii biashara tutoboi kabisa. Alafu mimi nataka nipate hela zangu, niende mbele huko. Mimi nataka nirudi nyuma huko. Eti nyuma. Na mimi mwenyewe nataka niende mbele. Wewe unadhani mimi napenda kuvaa nguo hivi? Shati moja, suruali moja hii. Kwa tunafanyaje? Mimi na mpango. Mpango gani? Why you always me? Shem kama shem. Shemeji, niambie. Safi. Mbona ike upo? Mimi nipo shem. Aise, na huko umetoka wapi shem? Nimetoka kuemea, si unajua muda wa kupika sasa hivi nini, si unajua. Aise, ila shem unajituma sana kwenye ndoa yako hadi la. Hakika. Aise, shem mwana ubadiliki, ngozi yako ni ile hujichubui. Safi shem. Hakika. Shem. Be shem. Pambana kwenye ndoa yako. Hakika. Uwe mfano. Hakika shem. Na umeweka nini? Hapa shem nimetoka kuemea kama nilivyokuambia. Hapa na mwai kakako nikampikia. Si unajua muda wenyewe kurudi nyumbani ndo sasa hivi. Kichwa cha familia. Wife. Bemong. Mboneki. Zubeli. Unaongea nini na shemeji yako? Aise, Zubeli utaishi miaka mingi. Yaani tulikuwa tunakuzungumzia sasa hivi rafiki yangu. Wife. Bemong. Amekwambia nini? Hajaniambia chochote. Mboneki. Si mmeshasalimiana? Wife, tuondoke. Kulikoni mimi? Kwa kuna nini? Zubeli, mbona hatuaminiani? Yaani mimi nianze tu kumwambia mkeo kwamba unataka uoe mke mwingine na una mchepuko mwingine ambaye ana mimba huko. Mimi siwezi vile vitu vya kiume, siwezi nikamwambia mwanamke. Unasemaje? Zubeli anataka kuoa mwanamke mwingine? Umejuaje? Mboneke, unanitakia nini Mboneke? Mbona unaniharibia? Hivi nimeongea nini? Nimeongea amesikia? Au amesikia hajaelewa? Au ameelewa hajasikia? See you. Wife. Tumekuita hapa ili tuwekane sawa. Yaani tuongee kama wanaume. Inamaanisha mimi nilikuwa mwanamke. Tulia. Sasa tuko serious kuliko unavyozani. Unasikia ndugu yangu? Hivi, wewe unataka nini? Maskini, hivi mimi nataka nini? Ongea unataka nini? Maana umeshakuwa kichomi kwenye biashara zetu. Kila mchongo tunaouweka unafelisha. Kila mchongo tunaouweka unafelisha. Sasa sema unataka nini? Maskini, hivi mimi nataka nini kwenu? Au sitaki kitu? Hivi mimi nataka nini? Sikia. Sisi tunakupa 15. 15 nini? Viwanja au silabi? Mwanzo tulikupa milioni 10. Sasa hizi tunakuongezea nyingine 5. Maana inakuwa milioni 15. Inakuwa milioni 15? Wow. Hapo safi. Nipeni kwanza nishike mwenyewe. Sasa si usubiri mpaka tuuze viwanja kwanza. Okay. Hapo safi. Sasa hizi usituharibie michongo. Usituharibie michongo kwa sababu sisi tunachokifanya sasa hizi hapa. Tunataka useme vile vile mwanzoni, usiharibu, usiseme kwamba viwanja vina migogoro. Okay, sasa ndanyamaza mwanzo mwisho. Yaani ndakuwa bubu kabisa, siongei chochote. Hayo ndo mambo sasa. Huo ndo wanaume. Hapo safi. Jamani samani, simuita kidogo. Fresh man. Ni issue za viwanja. Inamaanisha na huyo ni mteja wa viwanja. Sina wateja. Hivi wale wadada mliwatoa wapi? Maana sio kwa urembo ule. Wale tumewatoa mashariki. Aise, inaonekana mna wateja wengi. Tuna wateja wa kike, wa kiume, weupe. Wow. Ila kwa wale wateja mliokuja nao wana mashepu. Kuna yule mmoja ana mshepu, yani mshepu wake upo hivi juu. Why you always me? Maskini, kwa nini kila siku mimi?